لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبته ومن والاه أما بعد. Mwanzo kabisa niliishiria kwamba tuizungumzia hija ya Sayyiduna Jabir, hadithi ya Sayyidina Jabir, kuizungumzia hija ya Mtume. Hatuzungumzii madhahabi kwamba labda tuzungumzia kimadhahabi Imam Shafi'i. Kwa hiyo hii ni hija ya Mtume, si madhahabi ya imamu fulani na madhahabi yako. Na ukiwasoma maimamu utaona pengine huyu kama amekhalifiana na imamu yule, pengine utaona sababu wale iliyopelekea wakakhtalifiana. Kwa hiyo napenda pia kwa hili kutanabahisha kwamba tumeizungumzia hija hii ambayo kwamba tumeizungumzia kulingana na hadithi iliyopokewa ni Imamu Muslim kutoka kwa Sayyidina Jabir bin Abdullah al-Ansari akizungumzia hija ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume yuko Mina na amefanya rama jamrata al-Aqaba bi7 hasayat, kwa vijiwe 7 alivyotumia, na siku ile huwa vijiwe ni 7. Na baada ya hapo amekwenda Mina, amekwenda katika manahar, mahala pa kuchinja, akachinja. Baada ya kuchinja Mtume sallallahu alayhi wasallam akanyoa, na baada ya hapo Mtume kama nana Aisha anavyofahamisha, alimtia manukato Mtume, akatoka Mina akaja akafanya nini? Akafanya tawafu ifadha, ambayo tawafu ifadha kama aya niliyosoma katika halqa iliyopita, waliyatawafu bilbait alatiqa. Hii ni tawafu ifadha. Tawafu ziko sampuli 4 kama anavyotomewa na zuoni. Kuna tawafu yaitwa tawafu alqudum ambayo hukumu yake ni sunna. Kuna tawafu yaitwa tawafu alwadaa ambao kwamba ni ushamaliza, wataka kutoka Makka kurudi kwenu au kwenda mahala kwingine, watoka Makka. Kuna tawafu yaitwa tawafu alwadaa. Kisha kuna tawafu ambayo kwamba yaitwa tawafu alifadhati, ambayo hii ndio rukunun min arkani alhajj, waliyatawafu bilbaiti alatiqa. Kisha kuna tawafu ambayo kwamba ni sunna. Mathalan wewe mwenyewe uko Makka, umejisikia una nishati, uweze ukafanya tawafu. Wala tawafu ambayo kwamba ni sunna, si lazima umevaa malabisul ihram na suti yako kama ni mtu wa suti, na kandu yako na kikoi chako kama ni mtu wa kanzu na kikoi. Tawafu ya sunna ambayo kwenye sa'i hakuna. Sa'i ni rukuni tu, hakuna sunna ya sa'i kwamba wajisikia sasa ndio kufanya sunna ya sa'i. Lakini tawafu iko tawafu sunna. Kwa hiyo tawafu ina hadhihi al-anwa al-arba'a, hizi sampuli 4. Tawafu al-qudumi, hiyo ni waingia, ambayo kwamba hii tawafu al-qudum anoifanya ni yule ambao kwamba ni mufrid, ama ikiwa ni mutamatti au ni qarin, yeye tawafu yake tako kuifanya yaitwa tawafu ambayo kwamba ikiwa ni mutamatti tawafu yake itakuwa ni tawafu ile umra. Lakini qarini tawafu yake yeye huyu mufrid itakuwa tawafu yake ni tawafu alwida, na huyu qarin tawafu yake itakuwa ni tawafu alwida. Ama ikiwa ni mutamatti tawafu yake yeye itakuwa ni tawafu ya umra. Kwa hiyo tawafu alifadha ndio ambayo kwamba ni rukun na ni lazima mtu aifanye. Waliyatawafu bilbaiti alatiqa, hii kulingana na aqwal almufassirin ni kwamba hii ni tawafu alifadha. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wassalam akaja zake Makka, na Mina na Makka ni karibu sana, akafanya tawafu alifadha. Kisha Mtume akarudi zake Mina na akasali adhuhuri akiwa yuko Mina, kulingana na hadithi hii ya Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu wa arlah. Mtume alayhi salatu wassalam ikawa tayari kwa kuifanya hii tawafu al-ifadha,
ishapatikana atahallulu thani. Tumeishiria nyuma kwamba hija na tahalluli mbili. Kwa hiyo tahalluli thani ishapatikana, sababu washafanya tawafu lifadha. Tahalluli ya kwanza tumeelezea ni kufanya nini na nini na nini. Tahalluli ya pili ni kufanya lile lilobakia, ambalo kwa mtumi ilikuwa lilobakia hapa ni tawafu lifadha, na ndio hii ashaifanya. Sasa mtume akabakia Mina. Sasa kuna ramyul jamarat katika zile ayamu tashriq, sababu zile jamra ambazo kwamba mtu upiga zina sampuli mbili, ima ni kuwa 49 au 70 vile vijiwe, ima ni 49. 49 kwa namna gani? Naam, ile siku ya kwanza umepiga vijiwe 7. Siku ya kwanza vijiwe ni 7. Siku ya pili vijiwe ni 21, sababu siku ya pili utapiga vipia vitatu, aljamratu alula na aljamratu lusta na jamratu alaqaba. Kula mmoja utapiga vijiwe 7. Hapa 7, hapa 7, hapa 7, vimekuwa ni 21. Na siku ya pili nayo ambayo ni yaumu nafri alawwal utapiga hivyo hivyo, hapa 7, hapa 7, hapa 7, vimekuwa ni vingapi? 21. 21 na 21 ile ya jana zimekuwa 42, na ili siku ya kwanza ulipiga 7, vimekuwa 49. Hii ndio sura ya kwanza, na haishuki hapo. Ima ni kupiga vijiwe 49 au vijiwe 70. 70 ikiwa zile siku tatu zote umefanya rami. Siku ya pili ni ya 21, siku ya tatu 21 katika yamu tashriq, kisha 21 nyingine 21 na 21 na 21 ni 63, na vile vya siku ya kwanza vilikuwa ni 7, kwa hivyo ni 70. Sasa ima yule mwenye kuhiji itakuwa rami amerusha vijiwe 70 kwa hii tafsiri nilioelezea, au itakuwa amefanya nini? Amerusha vijiwe 49. Qurani yatuambia wadhkuru llaha fi ayamin ma'dudat faman taajjala fi yawmain, mwenye kufanya haraka katika siku mbili, fala ithma alai, na huyu ndiyo yule ambao kwamba itakuwa amerusha idadi ya vijiwe 49. Waman taakhara, mwenye kuchelewa akakamilisha siku ya tatu, huyo itakuwa amerusha vijiwe 70, fala ithma alaihi liman ittaqa. Kwa hiyo Mtume alaihi salatu wassalam yeye akakaa Mina siku 3 na akarusha vijiwe 70. Na kadhia ya kurusha vijiwe, kwanza tuelewe kwamba masala ni ibada. Wengine ukuuliza vijiwe nini, mwingine akwambia nkwenda kumpiga shetani. Pale ukenda kuna vipia tu. Sasa vile vipia ndo shetani mwenyewe, na kukicha ubadilika. Sisi miaka ya mwanzo walikuwa tukienda haji, na sasa kumebadilika. Sasa kuna mpaka lifti wapanda juu au wapige chini. Zamani tukienda sisi ilikuwa sura ni nyingine, na bila shaka zamani ya zamani ilikuwa sura ni nyingine zaidi, lakini sunna kubwa iliyoko hapa ni aliqtida bisayidi Sayyidina Ibrahim, ni kumfata Sayyidina Ibrahim. Yeye ndo alimpiga sheitani kihakika, lakini sisi ni iqtidaan bihi. Sisi twenda pale ni vipia, hakuna shetani aliyoko pale. Mefahamu? Siku moja nakumbuka tuko hija, mmoja katika waalimu akatoa khutba akasema, jamani, leo ndio siku ya kwenda katika ramyul jamarat, lakini kuna wengine ukifika kule ukirusha vijiwe sheitani ukwambia hata nawe, yaani hata wewe rafiki yangu pia ulipiga vijiwe, wewe si rafiki yangu, sahibu yangu, bwana mambo yote tunafanya pamoja. Yaani hata sheitani ustajabu. Na nikimaliza halaka hii, kuna kisa kimoja nilikisikia cha kutikisha. Kuna bwana mmoja alikuwa Mina, watu walipoamka wanakukusanya vijiwe ndio kufanya rami, yeye akauliza mbona kwa kusanya vijiwe kuna nini? Akaambia tuna katika rami aljamarati kumpiga shetani. Wakati kwanza sio tafsiri yake, rami aljamarati si shetani, lakini taib ndio mustalahi watu wanatumia kwenda kupiga shetani. Ule akaambia mwenda kumpiga shetani amewakosea nini? Wala kama kwani wewe humjui shetani? Akaambia kwani ana nini? Ana kadha asamia hajanifanyia hayo, nyinyi nendeni. Basi wale bwana watu wakenda, yeye hakwenda, sababu enda kumpiga mtu wala hajui kosa lilomfanyia. Basi yule bwana alipolala usiku akamwota shetani. Shetani alipokuja akampa hongera, akamwambia bwana, umenifurahisha kweli kweli, watu wote unipiga vijiwe ila wewe umekuwa na msimamo kutonipiga. Kwa hiyo bwana, mimi nitakufanyia jambo kubwa la kukufurahisha kama alivyonifurahisha. Jambo gani?
Akaambia utapanda katika mongo yako, nitakutembeza dunia yote hii. Basi akamtembeza Kristo, jamaa utoa fika mahali akashuka, ambia hapa ni wapi? Akamwambia ni China. Kala chakula yule bwana,